Revelation chapter 22 verse 16. Na unaweza andika kama unaandika pia Isaiah 11:1. I read the Bible in the name of Jesus. The Bible says, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the church. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. Amen. Unaweza kuketi. Na utaandika pia kitabu ya Mathayo, Matthew chapter 1 verse 1. Amen. Salimu aliye karibu yako, mwambie asubuhi njema. Labda haujamtakia mtu asubuhi njema ulipoamka, lakini tukakiane pia asubuhi njema kupatana katika uwepo wa Bwana. Hakuna mahali pengine tungeipatana isipokuwa ni katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Basi Mungu akubariki ambaye unajitokeza katika pambazuko ya leo kukua katika ibada hii ya mashujaa. Mwenyezi Mungu akutendee mema na akumbuke maisha yako. Topic yetu ambayo tuko tunazungumzia ni nyota ya asubuhi. Amen. Nyota ya kuamkia asubuhi. Sijaongelea nyota ya jioni kwa sababu ningeongelea nyota ya jioni inaweza kunipeleka katika mafundisho ya siku za jioni ama siku za magharibi. Lakini kuona naongelea nyota ya asubuhi, niko naongelea Kristo ambaye ni nyota yetu ya pambazuko. Amen. Biblia katika kitabu ya Ufunuo, Revelation chapter 22 verse 16, maandiko yanatuambia vile jinsi Yesu mwenyewe anasema ni nyota ya asubuhi na ni mwanga ya asubuhi. Amen. Na leo nataka nigusie pointi nyingine, kwa sababu jana niligusia pointi ya kwanza ambayo ilisema atatuma malaika wake ili kwamba akamshuhudie kwa makanisa. Na leo nitazungumzia juu ya Kristo ambaye ni nyota ya asubuhi, ambaye ni uzao ya Daudi. Haleluya. Uzao ya Daudi ama shina la Daudi. Biblia maandiko yanasema Kristo alipotuma malaika kumshuhudia, hakusahau kumashauki ya kuwa yeye anatokea katika uzao gani, anatokea wapi. Kuabudu mtu ambaye haujui ni mojawapo ya shida ya kutofanikiwa kwa ulimwengu wa kiroho. Watu ambao waliabudu Mungu na hawajui Mungu hawakufanikiwa na Mungu. Ukiabudu Mungu ambao unajua, lazima atakufanyia muujiza, lazima atakufanya uishi neema. Haleluya. Ukiulizwa Mungu wako ni nani, kama katika Israeli kipindi ya kale, watu wengi walikuwa na miungu ambao walikuwa wakiabudu. Mataifa na kila lugha walikuwa na miungu yao ambao walikuwa naabudu, na wakabilivu ya kuwa tukiomba kwa miungu yetu tunaweza kufanikiwa. Lakini Israeli ilikuwa inaamini Mungu wao aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu ambaye aliwatoa katika nchi ya Misri na akawapeleka Kanaani. Tunaamini yule Mungu ambaye aliyezifanya mbingu na nchi, Mungu wa baba yetu, wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni yeye tunaamini. Daudi baada ya kuzaliwa, na katika ukoo wa Daudi ndipo kulizaliwa pia mtu ambaye anaitwa Kristo. Haleluya. Kabila la Daudi alizaliwa katika kabila la Yuda, na hili kabila la Yuda Biblia inasema mtoto wa ile wa Jacob anaitwa Yuda. Hapana Yuda aliyemsaliti Kristo, Yuda mtoto wa Jacob. Haleluya. Huyu Yuda mtoto wa Jacob ambaye ni mtoto wake wa nne, Biblia maandiko yanasema ya kuwa katika ukoo wa Yuda ndiko kulizaliwa mtu anaitwa Daudi. Katika ukoo wa Yuda ndiko kulizaliwa mtu ambaye anaitwa Kristo. Biblia maandiko yanasema Bartimayo siku alikuwa kwa njia,
akasikia Yesu anapita. Hakulalamika mara moja, Yesu niponye. Alikamata reference ya uzao mahali Yesu anatokea. Akalalamika akasema, Yesu mwana wa Daudi. Alikuwa anajua Daudi alikuwa mpiganaji, Daudi alikuwa mpambanaji, Daudi alikuwa ni mtu ambaye akipata mtu anaonewa, akipata mtu kwa shida, lazima ataingilia hiyo vita. Ndio maana roho ya Daudi ilikuwa ni roho ya vita, ilikuwa ni roho ya mapambano. Siku moja Biblia inasema alikuwa akichunga kondoo za baba yake, pakatokea dubu, akarukia kondoo moja, akaiweka kwa kichwa. Maandiko yanasema Daudi akaanguka juu ya dubu, akafungua kinywa ya dubu, akachukua kondoo ndani ya kinywa ya dubu. Sema amen. Nani ule ambaye atakuwa na mamlaka ukikuwa kwa mikono ya adui, ashuke na akamate adui na akutoe kwa mikono ya adui, isipokuwa ni Yesu Kristo? Ina maana kabila ya Yuda walikuwa ni kabila ambao wanajitia kwa vita, hata kama vita haiwaoni, haiwaangalie, watasimama na hiyo vita. Sema amen. Yesu vita yetu haikuwa inamwangalia, lakini kabila mahali anatokea ni kabila ambao wanaingilia vita. Daudi aliingilia vita ya Goliathi na vita imuoni. Babake alimwambia, kama chakula pelekea ndugu zako walioenda kwa vita. Alipofika kwa vita, Biblia inasema akasikia matusi ya nani? Ya Goliathi. Kuna matusi mengine kama roho yako ni ya vita, hautaikalia. Lazima utasimama upambane. Sema amen. Huyo ni nani? Mfilistini ambaye anaitukana majeshi ya Mungu, anaitukana watu wa Mungu, asiyeokoka, asiyetairiwa. Kamwambia huyu jamaa 40 days 40 nights akwa natusi majeshi ya Mungu. Daudi akasema, mtu ambaye ataua huyu mtu atapewa nini? Mfalme akamwambia, atapewa mwanamke na nitampea pia mali. Sema ya nchi naangalia mazuri mgawie. Akasema, mimi niko tayari kuingilia hii vita. Sema amen. Biblia maandiko yanasema katika ule uzao ndipo Kristo pia atakuja kusalika, atakuja kutokea. Ndio maana tunaitaka Yesu mwana wa nani? Wa Daudi. Ina maana Daudi ni muka wa mtu anaitwa Yesu. Na ndio maana Daudi roho yake hata akipatana na simba, alimwambia Goliathi kitu, asema, vile nilivyoua simba na nikaua dubu, na wewe pia nitakumaliza hivyo hivyo. Ina maana mamlaka iliyokuwa ya Daudi ilikuwa ni mamlaka, inaweza uwa simba, inaweza uwa dubu. Amen. Katika wanyama nani mfalme wa msituni? Sini simba. Sini simba na mfalme wa msituni. Kama simba Daudi aliimaliza, ni kwa sababu pia ndani ya Daudi kulikuwa mafuta ya ufalme. Sasa Daudi akiua simba ambaye ni mfalme wa msituni, ina maana hakuna simba, hakuna mfalme anaweza kusimama baada ya Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa na uwezo wa kusimama kumaliza ufalme wa msituni. Lazima mfalme yoyote atasimama mbele yake. Na ndio maana roho yake ilikuwa ya vita. Roho yake ilikuwa ya vita. Kuna vita ingine kwa maisha yetu, hatuishindanaki kwa sababu ya jina, na hatuishindi kwa sababu ya akili, tunaishinda kwa sababu ya ukoo. Sema amen. Tunaishinda kwa sababu ya ukoo. Kama Bartimayo alikuwa anajua huyu Yesu ambaye nimeona anatoka katika ukoo ya kupigana vita, ndio maana akalalamika akasema, Yesu mwana wa Daudi. Aliposema tu mwana wa Daudi, akaitisha roho ya Daudi ya kukaa Daudi, yeye alikubali kuacha mtu. Yesu akasikia sauti akasema, hapana, huyu mtu alijuaje ya kuwa reference yangu inatokea katika hii ukoo?
ya mtu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa na moyo wa upendo. Daudi alikuwa na moyo wa kusaidia. Vile tu alisema mwana wa Daudi, ilitakikana roho ya kusaidia, ya kumtoa kwa barabara ikuje. Sema amen. Ili kwamba ushinde vitu zingine zinalomba ufunuo. Nani alifunulia Bartimayo kama Yesu ni mwana wa Daudi, ni ukoo ya Daudi? Isipokuwa ni roho wa Mungu ndio anafunulia Daudi. Sema amen. Kalalamika, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu kusikia ile sauti kamgusa. Sema ule ni nani? Mwenye najua mpaka mahali nimetoka, mwenye najua reference mpaka mahali nimezaliwa. Kushinda ingine inalingana na ukoo, inalingana na mahali umetoka. Familia yako, labda ukoo yako haina damu ya kushinda, haina damu ya kufanya uwe mshindi. Lakini nikutangazie hivi, unaweza toka kwa ukoo ambao haina nguvu za ushindaji, lakini ukijiunga na ukoo ya Yesu, ukijiunga na ukoo ya Kristo, mpaka wakikuona wanasema huyu ni mwana wa ukoo, hapana tena wa Daudi, ni mwana wa ukoo wa Yesu Kristo. Huyu amezalika katika hiyo damu, na tumezalika katika hiyo damu ya ukoo ya Kristo ni kupitia kumwamini. Tulipomwamini Yesu, tukazalika pia katika ukoo wa Yesu Kristo. Sema amen. Ukoo wako wa kifamilia unaweza kuwa hauna uwezo ya kufanya mtu, lakini ukoo wa Yesu, ukizaliwa katika ukoo wa nani? Wa Kristo, wewe ni nyota, lazima utangaza. Sema amen. Ukoo wa Yesu ukizaliwa ndani, kuna ingine ushindi utaipata. Haiko kwa sababu ya pesa uko nayo, haiko kwa sababu ya familia mahali unazalika, lakini tu umechoose uzaliwe katika ukoo wa Kristo. Sasa nikauliza watu, sasa hivi ukizaliwa tena sasa hivi, unaweza kubali uzaliwe katika familia gani? Unaweza kubali uzaliwe katika familia gani? Familia ni moja ambayo tunaweza kubaliana, ni familia ya Yesu Kristo. Sema amen. Hata uzaliwe kwa familia ya rais, utakuwa na shida. Hata uzaliwe kwa familia ya rais, mapepo yatakupiga. Hata uzaliwe kwa familia ya rais, magonjwa yatakupata. Hata uzaliwe kwa familia ya rais, hauwezi kuwa na uzima wa milele. Lakini kuna familia moja ukizaliwa ndani, ambayo ni familia ya Yesu Kristo. Ukizaliwa katika hii familia, pana neema ambayo itafuatana na wewe. Tulizaliwa katika mafamilia iko na limitation mbalimbali. Watu hawaendeleaji, watu hawafanikiwaje, watu hawawezi kupanua mipaka yao. Lakini familia ya Yesu Kristo, lazima utapanua mipaka yako, lazima utapanua maendeleo yako, utapanua maisha yako. Sema amen. Ndio maana kama kuna jina ambao tungelirafikiana nayo, ni jina ya ukoo ya Yesu Kristo. Amen. Hakuna mtu ambaye anafahamika kwa dunia hii kama Kristo. Nani ule jina gani ile? Biblia inasema baada ya yote Mungu akamkirimia jina inayopita majina yote. Ina maana ukikuwa na jina la Kristo unapita majina yote. Sasa imagine ukirafikiana na mtu ambaye jina yake inapita majina yote, ndio wanaitaka rafiki yako. Watu wanasema rafiki yake na Yesu. Watu ambao wanasema rafiki yake anafahamika fasi yote, wapi hawamjui. Ukienda kuzimu anajulikana, ukienda duniani anajulikana, ukienda ushago kokote pale anajulikana, ukienda Afrika anajulikana. Wewe labda jina lako limejulikana kwa familia yako pekee. Kwanza ufahamiki hata na majirani wa 10.
ukiambatana na Kristo ambaye dunia yote inamjua, one day na wewe dunia itaongea historia yako, dunia itasema juu yako. Kama unapatana na mtu ambaye jina yake iko celebrity, jina yake inajulikana everywhere, na wewe siku moja jina yako itatembea. Wapi hawamjui? Wapi? Mniambie hapo mahali hawamjui. Mwimbaji mmoja akasema, nitapata wapi mti ambao ninaweza panda juu yake ili dunia mzima ikanione? Kenya hakuna mti ambao unaweza panda na Kenya mzima ikakuone. Hakuna mti ambao unaweza panda Athi-River na Athi-River yote kanione. Pana jamaa mmoja katika Biblia anaitwa Zakayo. Huyu Zakayo alikuwa mfupi na hakuweza kumuona Yesu, lakini akasema, ili nimuone Yesu lazima nipande juu ya mti ya mkuyu. Na alipopanda juu ya mti, Zakayo akakuwa mrefu juu ya kila mtu. Zakayo hakuwa mrefu kwa sababu alizaliwa mrefu, lakini sababu alikuwa kutumia mti ukamwongeza urefu. Na nikisema mti, ninaona Kristo ambaye ni mti wa uzima. Ina maana unaweza kuwa mfupi, lakini ukipanda juu ya Yesu ambaye ni mti wa uzima, dunia itakuona, watu watakuona. Mimi sishuki juu ya Yesu, nitazingatia mti huo ili kwamba dunia ikanione. Wote ambao hawakuona Zakayo waliangalia wakasema, huyu jamaa ni mfupi. Lakini Zakayo alipopanda juu alipopanda, Yesu akamwona, akamwangalia, akamwambia Zakayo, shuka. Ina maana asingelikuwa juu, Yesu asingelimuona. Asingelikuwa amepanda kwa mti, Yesu asingelimtazama. Pana maisha ingine unaweza kuwa hauonekani, ni kwa sababu utapanda juu ya Yesu. Kaa juu ya Yesu, heshima itakuja. Panda juu ya Yesu, kazi itakuja. Panda juu ya Yesu, baraka ingine itakuja. Panda juu ya Yesu, mafanikio ingine itaonekana. Panda juu ya mti. Yesu kumwangalia Zakayo, ulipandaje hapo? Sema, mzee, niliona huko chini sionekani sababu ya ufupi yangu. Ina maana madhaifu yako ukikuwa juu ya Yesu, Yesu anaweza ifunika. Zakayo alikuwa na madhaifu ya ufupi, lakini alipopanda juu ya mti, madhaifu ya ufupi katoweka. Unaweza kuwa na madhaifu ya kutojua kusema, lakini Musa ukiambatana na Mungu anaweza kuletea mtu ambaye anaitwa Haruni kwa ajili ya kuongea nafasi yako. Madhaifu yako ukikaa na Yesu itakuwa nguvu. Madhaifu ya kutosoma ya Petro akiambatana na Yesu, ni yeye atapata funguo ya kuchunga kanisa. Ina maana akaa kusoma, akaa kwenda kwa masomo, lakini vile aliambatana na Yesu anaweza pewa funguo ya kuchunga kanisa. Sema amen. Mimi nampenda Yesu kwa kuwa ukizaliwa katika ukoo wake utaishi neema isiyokuwa ya kawaida. Ukoo ya binadamu iko na mipaka, lakini ukoo ya Yesu mipaka uzima wa milele. Natangazia mapambazuko ya leo, zaliwa katika ukoo ya Yesu, zaliwa katika ukoo wa Kristo. Tukizaliwa kwa ukoo wa Yesu kuna kushinda. Haleluya, kuna kushinda. Amen. Hatimaye akajua hili ni pone. Huyu jamaa sitaki nimwite Yesu, kuja unipane, nataka msaada. Kasema lazima nikamate reference ya ukoo mahali ametokea. Sema amen. Mathayo sura yake 1 inatukonfirm ya kuwa Yesu amezaliwa katika hiyo ukoo. Amen. Matthew chapter 1 verse 1, the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kwa nini Biblia itukonfirmia kuwa Yesu ametoka katika ile ukoo? Paka inatupeleka pia kwa Abraham. Inatupeleka kwa Abraham. Abraham pia ni babu wa mtu anaitwa Yesu. Ili agano haikuanza leo, ilianza tangu Abraham. Kitabu ya Mwanzo 12:1,
anasema ya kuwa Mungu akamwambia Abrahamu, toka katika familia yako. Hapa ndo historia imeanzia ya hiyo ukoo, hiyo uzao Yesu akatokea. Uende mpaka mahali nitakuonyesha. Abrahamu akamwambia, Bwana, acha mimi niende. Hapo ndo tunaona imani ya kwanza yenye Mungu anatest Abrahamu kumweka ndani. Mungu anakuambia toka uende na ujui mahali unaenda. Alimwambia tuende mpaka mahali na kuonyesha, lakini amuonyeshe mahali ataenda. Sasa kwa imani wewe ende. Abrahamu akasimama kaenda. Na katika uzao wa Abrahamu ndipo uzao wa Kristo pia unakuja kutokea. Sema amen. Kwa sababu Abrahamu alizaa pamoja na Sara mtoto anaitwa Isaac. Isaac akazaa pia watoto wawili. Mmoja anaitwa Jacob, mwingine pia anaitwa nani? Esau. Sasa katika uzao wa mtu anaitwa Jacob alikuwa na wanawake wangapi? 4. Bila, Zilpa, Lea na Rachel. Sasa katika tumbo ya Rachel akazalika watoto wawili. Mtoto wa kwanza anaitwa Joseph, mtoto wa pili anaitwa nani? Benjamin. Katika hiyo uzao sasa mwanamke anaitwa Lea sasa ndo alikuja kuzaa mtoto wake wa kwanza anaitwa Ruben, na baada ya Ruben pakazalika sasa mtoto wa nne ambaye anaitwa Juda. Huyu Juda ambaye alizalika mtoto wa nne katika ukoo wa Juda ndo tunaona ukoo wa Kristo, ukoo wa Daudi ulikuja kutokea. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu hii ukoo ya Juda alikuwa na vijana, wakaoa. Kijana wake wa kwanza alioa mtoto anaitwa Tamar. Na huyu Tamar, spirit yenye ilikuwa juu yake haikuwa inakubali wanaume kuishi. Ukimuoa lazima utakufa, ukimuoa utakufa. Juda akaangalia mtoto wake wa kwanza aliolewa na Tamar alifariki. Wakasema basi tumuoe kwa kijana mwingine, kwa kuwa desturi yetu ya Wayahudi kama bibi ama bwana alifariki ya bibi, mtoto yake na bwana lazima atachukua huyo bibi. Sasa ilitakikana mtoto wa Juda wa pili akamate pia Tamar, na alipokamata Tamar naye pia baada ya harusi akafariki na hawakuzaa mtoto. Watatu alipoenda Juda akasema hapana, hii itakuwa ni kufa sasa, wewe baki hapo. Tamar kuangalia baba amekataa asiolewe tena. Siku moja Juda alikuwa ameenda mahali anajipamba kabisa, anaenda kuchunga kondoo, na alikuwa na wengine na familia wanaenda. Tamar akasimama kwa njia, akajivika nguo hakufahamika. Juda alipokutana na yeye, Tamar akamsogelea. Tamar alipomsogelea akaongea na yeye, unajua unaweza kumzika kwangu kama unaendelea na safari. Kumbe ni nani? Ni bibi ya mtoto wake, na yeye mwenyewe hajui. Akaingia kwake. Biblia inasema ya kuwa yeye hakufariki, alifariki na akapata ujauzito. Amen. Sasa Juda alikuwa hana pesa, akamwambia Tamar, ninaenda, nikirudi na kulipa. Tamar akasema hapana, mzee, niachie kitu ambacho kitaonesha ya kuwa utarudi unipee pesa. Kamwambia kamata fimbo yangu na ukamate pete yangu, mimi naenda. Akaenda. Baada ya kurudia, siku Tamar alirudia katika jamii. Baada ya miezi kadhaa wakampata Tamar ni mjamzito. Na kipindi ya kale sheria ilikuwa inasema mwanamke akipatikana mjamzito na hawajui mume wake na hawajui kama ameolewa, apigwe mawe na afariki. Wanamleta Tamar kwa mkutano ili kwamba Tamar auawe. Kabla Tamar hajauawa, na Juda walikuwa wanasema hapana, kwa familia yetu haiwezekani. Aje tuambie Bwana ako wapi? Aliyekupea mimba, nani alikupea mimba? Sema gani? Nani alikupea mimba? Tamar akasema usiniue hivyo, sitakufa mimi mwenyewe. Mwenye alipea mimba ako hapa. Sema nani alikupea mimba?
wote na mawe kwa mikono. Nasema Tamara, kama useme leo hii ni kunajisi familia, lazima uwawe. Tamara akasema sitauawa hivi. Pana mtu hapa alinipea mimba kwa sababu uzao wake usipotee. Nani yule aliyempea mimba uzao usipotee? Akasema sasa hawezi jifunua mwenyewe, mpaka mimi mwenyewe nimlete hapa. Tamara akaingia kwa nyumba, akakuja na fimbo na akakuja na pete. Akainua fimbo juu akasema, hili halali. Watu wakasema, si ni fimbo ya Juda? Si ni fimbo ya Juda ndio hivi? Hii pete ni halali, si ni pete ya Juda? Hawakumpiga mawe tena, kwa sababu mwenye ujauzito alijitokeza. Sema amen. Mwenye ujauzito yeye mwenyewe alijitokeza, akasema hizi ni vitu zangu, na kumbuka niliziacha kwako. Jiji akatia mikono mawili akasema, kumbe ni kweli wao, na ulijificha uso wako ili kwamba nisikuone. Sema amen. Na katika ile uzao ndipo sasa kulianza kuzalika mpaka uzao wa Yesu katokea. Sema amen. Kwa sababu katika uzao wa Daudi, katika uzao ule wa Judas, pakazalika mtu anaitwa Yese. Yese alitoka katika hiyo uzao. Yese baada ya kuzalika, Yese ndio alikuja kumzaa sasa Daudi. Amen. Lakini tukienda nyuma kidogo, Abrahamu sasa katika uzao wake pia, katika uzao wa Abrahamu palizalika mtu ambaye anaitwa Boazi. Loti wakati alitoka Sodoma, si mwanadamu mke wake alifariki. Si alibakiana na wake wangapi? Wawili. Wasichana wangapi? Wawili. Sasa kati ya wale wasichana wawili, msichana wakaingia kwa baba yao wakamnywesha pombe, baba yao kanewa, wakasema baba yetu ilikuwa mauzao usipotee, tuendeleshe uzao. Sasa wewe ukisoma maneno haya katika Biblia, unaweza tuliza ilitokea aje, ilikuwaje, lakini kwa dimension ya ufunuo, hiyo maneno iko na tafsiri yake. Sema amen. Biblia inasema hao wasichana wawili, hapo ndipo kwa uzao yao sasa kulitokea vizazi viwili, na baba yao alipotoka kwa ulevi na akalaani hizo vizazi. Amen. Sasa Ruth anatoka katika kizazi ya Moabu yenye baba yake sasa aliweza kulaani. Ina maana ni kizazi kilikuwa kinalaaniwa. Lakini sasa mtu anaitwa Boazi alizalika upande wa nani? Wa Abrahamu. Sasa Boazi pamoja na Ruth walipokuja kukutana, uzao yao sasa ndio ikazaa Yese, ikazaa Daudi. Daudi katika uzao yake ndio akazaa pia Sulemani. Sulemani alipozaliwa katika uzao ya Sulemani ndio tunakuja kupata mtu ambaye anaitwa nani? Joseph. Joseph anatoka kwa kabila la Yuda, lakini Mary anatoka kwa kabila la Lawi. Ndio maana tunaitanga Yesu mfalme na kuhani. Kwa nini tunaitanga Yesu mfalme na kuhani? Ni kwa sababu ufalme anaitosha kwa Joseph na Ulawi anautosha kwa Maria. Ina maana kabila ya Lawi ni kabila ambao Mungu alikuwa anatoa watu wa kumtumikia kwa madhabahu. Sasa makuhani wote walizaliwa kwa kabila la Lawi, lakini wafalme wote walizaliwa kwa kabila ya Yuda. Sasa Yesu alipozaliwa akafanya combination ya kabila mbili, kabila la Lawi na kabila la Yuda. Ndio maana tunaonekana kuhani na nani? Na mfalme. Makofi kwa Yesu Kristo. Ukao wa Daudi kama Yesu alizaliwa ndani ni kwa sababu ni prophecy yenye ilikuwa tangu kitambo. Shetani anaweza complicate na prophecy ili kwamba isitokee, lakini Mungu lazima atimize mpango wake. Shetani alikuwa anajua hawa wasichana wawili wakimlewesha mama yao, nitarudia kwa Mungu nimwambie haiwezekani, kizazi kimelaaniwa, ona hata baba yake wanani. Sasa Mungu kuona hivyo lazima atimize mpango wake. Ina maana shetani anaweza kuumbia roho ya kumkosea Mungu, na Mungu alikuwa na mpango na wewe, ile itasababisha Mungu asitimize mpango. Kwa kuwa Mungu asipotimiza, shetani atasema wow, mimi nimeshinda. Sasa wote waliochanganyikiwa
kuharibiwa ilikuwa ni plani ya ibilisi kuharibia maisha ya watu, kuharibia future ya watu. Kuna makosa ingine unaweza fanya yamefanyika ili kwamba future yako na Mungu ikaharibiwe, lakini Mungu aonaye mbali, sema amen, aliingilia Adam na Hawa kwa shamba ya Edeni ili future yao na relation yao na Mungu iharibike. Lakini Mungu aliyekuwa akiona akasema hapana, huyu Adam nimemtengeneza, Eva nimemtengeneza, sasa sababu ya hiyo hata wamekosea lazima nawapiga mapigo ya upendo. Kawapiga pigo ya upendo. Sema mtazaa na mtaongeza dunia, lakini mtazaa kwa uchungu na wewe utakula kwa jasho. Sema amen. Shetani alikuwa anajua hapa Mungu ataua Adam na ataua Eve kwa sababu amewavuruga, lakini Mungu mwaminifu. Amen. Hata kama kabila ya Yuda ndio itatoa Kristo, ndio itatoa ufalme wa dunia, lakini shetani analeta mchanganyiko ili kwamba akirudia kwa kiti ya enzi amwambie Mungu, sasa huyu Juda ndio mwenye ataleta mfalme. Angalia mimba ya Tamari ya Komari, si ni huyu Juda alimpea? Kwa sababu shetani Biblia inamuita ni mshtaki wetu, anayetushtaki mbele ya kiti ya enzi usiku na mchana. Ina maana kosa ikifanyika lazima ataenda kwa kiti ya enzi ili akushtaki. Sema unaona ule fulani. Sasa Mungu anaangalia anasema atana mshtaki huyu ni mwana wangu mpendwa. Sema wewe hata usitaki Daudi, lakini ni mtu sawa na roho yangu, sitamwachilia. Ndio nakutana roho ya kutubu, roho ya kuomba msamaha inakuchilia. Kumbe sio wewe. Mungu aliangalia future ambao hakuna wewe, akakutengenezea hiyo roho. Tumoja sema amina. Maombi yangu pama siku ya leo, Mungu akusaidie. Zalika katika ukoo wa Kristo, zalika katika ukoo wa neema, ukoo ambao utupeana uzima wa milele, ukoo ambao umetufanya kushinda. Kama Kristo alizalika kwa ukoo wa Daudi na akaweka history, sasa sisi hatuzaliki kwa ukoo wa Daudi, tumezalika kwa ukoo wa Yesu. Na tukizaliwa katika ule ukoo, damu inayopita ndani yangu ni damu ya Yesu. Mawazo iko ndani yangu, mawazo ya mbingu. Ni kwa sababu ukoo mahali nimetokea ni ukoo wa Daudi, ni ukoo wa Kristo. Haleluya. Ukoo wa Yesu ni ushindi kwa maisha yetu. Simama kwa miguu yako. Mungu akubariki.